Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Popote ulipo unayetazama, kama uko Tanzania, uko Afrika au pande zote za dunia. Kwa majina naitwa Apostle Sospita Japhet Ndabaha. Ninalo neno la Bwana moyoni mwangu kwa ajili yako kwenye majira haya, ambalo ni swali ambalo Mungu anawauliza watu wengi sana kwenye maisha yao, kwenye huduma yao, kwenye mahusiano yao, kwenye ndoa yao na kwenye kila kitu ambacho wanakifanya. Na hili ni swali ambalo ukiweza kulijibu itakuwa ni vyepesi sana wewe kuweza kuanza vizuri, lakini pia kujihakikishia kumaliza. Ukisoma kitabu cha Luka sura 14, anazungumza ni nani akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza aone kama navyo vya kumalizia. Maana swali hili ni swali la je, utamalizaje? Ni swali la namna ambavyo utamalizia. Sasa ukisoma kitabu cha Yeremia sura ya pili mstari wa 21, anauliza nalikuwa, Mungu anasema nalikuwa nimekupanda mbegu njema sana. Sasa sikiliza, wewe ni mbegu njema sana. Halafu pia maandiko anasema wewe ni umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika ambayo ni neno la Mungu. Kwa wewe ni mbegu njema sana, lakini pia ni mbegu isiyoharibika. Anazungumza alikuwa amekupanda, lakini unashangaa mtu ameanza mwaka kwa moto, amefika mwezi wa 6, mwezi wa 8, sasa hivi moto umekauka. Moto umeondoka tena. Alikuwa ameanza huduma kwa wivu mkubwa wa Bwana, lakini unashangaa ameshatoka nje na barabara ya hatima yake. Mungu anasema alikuwa amekupanda mbegu njema sana. Je, umegeukaje? Swali linaloulizwa na ambalo naliweka mbele yako kwenye moyo wako, umegeukaje? Huenda umegeuka, unaweza kuwa usijui. Kuna vitu vinasababisha watu wageuke. Walikuwa wamepandwa kuwa mbegu njema sana, walikuwa wameanza vizuri, walikuwa wameanza kwa moto, walikuwa wameanza kwa nguvu kubwa, lakini baada ya muda unashangaa ile nguvu imekufa tena. Je, Mungu anauliza umegeukaje? Basi maana anasema angalia sana ulipoanguka, angalia sana ulipoanguka, angalia sana ulipojichanganya upate kupatengeneza. Kwa hiyo kila mtu huaga na point ya kugeuka, na inaitwa ni siku ya uovu. Siku ya uovu ndio siku ambayo watu wengi sana wanageuka, wanabadilika. Wanaweza sijue au wakajua au wakapuuzia. Baada ya kuona ishara fulani wakaanza kupuuzia. Lakini siku ya uovu inapompata mtu, mbona anasema utwae silaha zote uweze kupata kushindana siku ya uovu. Maana kuna siku ya uovu itakuja, lakini intentionally ni kwa ajili ya kuamuru mwisho ambao ni mbaya kwako, ni kwa ajili ya kuruhusu majuto ambayo yatakuja kwenye mahusiano yako, kwenye ndoa yako, kwenye huduma yako, kwenye uchumi wako. Kuna mtu alipewa maono, ulipewa maono mazuri, ukaanza, umeaminiwa na Mungu, lakini this time we are speaking umeshageuka, umeshayaacha maono, unaanza kuiga, unaanza kukopi, unaanza kuchukua vya watu ambavyo sio vya kwako. Mungu anaweza umegeukaje? Basi watu wengine ambao Mungu aliwapa maono na wakakimbia na moto wa Mungu kabisa. Walipokimbia na moto wa Mungu wakasema, wakaenda kwa Yesu wakamuuliza, Bwana, mbona tulitoa pepo kwa ajili ya jina lako? Tulipewa pepo kwa jina lako, tulifanya kazi, we labored for your kingdom. Lakini akasema, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hawa watu walianza vizuri kama wewe, walikuwa na moto wa Mungu kama wewe, walikuwa na shauku kubwa kama wewe, walikuwa na maono makubwa kama wewe, lakini wanashangaa mwisho wa kutoa hesabu wanakuja kuhesabu na soma hawakufanya chochote. Kwa nini? Mwisho ni wa maana kuliko mwanzo. Umegeukaje? Basi ni swali la kujiuliza. Na maandiko yanasema angalia sana ulipogeuka, angalia sana ulipogeuka. Napenda sana andiko linaposema kamatia mbweha wale mbweha wadogo waiharibuo mizabibu. Kuna vitu vidogo ulividespise, ulividharau, lakini mwisho hapa tunavyozungumza umeshatoka kwenye barabara ya hatima yako. Yale maono tena hunayo, ule wivu wa Bwana tena mkubwa huna, ile shauku kubwa ya kumtumikia Mungu huna, ile njia ya utakatifu umeshaona. Kuzini, kufanya uchafu ni jambo la kawaida. Umeanza kujichanganya na vitu ambavyo havifai. Kwa nini? Kwa sababu ulikutana na mbweha hawadogo, ulikutana na siku ya uovu, hivyo vitu vikakutoa kwenye barabara na umeshageuka. Mtumishi wa Mungu, ninakusihi katika jina la Yesu, alikuwa amekupanda kuwa mzabibu mwema, alikuwa amekupanda mbegu njema, lakini muda wa kuchanua huwezi kuchanua matunda ambayo sio matamu wakati ulipandwa kama mbegu ambayo zitatoa matunda matamu. Maandiko yanasema hakuna wezae kuchukua maji matamu kwenye chemichemi ambayo inatoa maji machungu. Maana yake kilichoko ndani yako ina indicate kwamba kuna kugeuka.
ambapo kumeingia kwenye maisha yako. Kuna vitu vinafanya watu wageuke, na moja ya vitu hivyo ni mbweha wale wadogo wanaoharibu mizabibu. Mbweha hao wadogo ni wapi? Mbweha hao wadogo ni watu. Ndio maana maandiko yanasema shika sana ulichonacho. Shika sana hiyo huduma. Shika sana huo utakatifu. Shika sana huo ubinti. Shika sana huo ujana. Shika sana hayo maono yako. Asije mtu. Kuna watu wanakuja kuitwa taji yako. Kuna watu taji sio taji yao. Ndio maana kuna watu wanachukua nyota za watu wanazitumia. Kwa nini? Wanapokuona umegeuka, wanapokuona siku yako ya uovu, halafu huna ulinzi, hujatwa silaha zote za Bwana, wanakuja wanaichukua, wanaenda kutumia kwa ajili ya matumizi yao. Umegeukaje kijana mwenzangu? Umegeukaje? Ni sawa ulianza huduma kwa moto mkubwa. Umegeukaje sasa? Mbona moto hatuuoni? Ni sawa ulisema nikioa nitamtumikia Mungu. Umegeukaje? Mbona tunakuona sasa una mtoto wa pili, lakini you are died in the fire of God. Ni sawa ulisema ngoja tu nipate hera nitamtumikia Bwana mimi. Ni sawa tulisikia ulisema hayo maneno, ulisema sirini na ulimwahidi Mungu, lakini mbona tunaona umeshageuka, ushamgeuka Mungu. Hatukuoni tena kwenye barabara, hatukuoni rohoni. Tukianza kuangaza macho yetu ya rohoni, hatukuoni ukiwa hai. Anasema wana jina la kuwa hai, lakini wamekufa ndani yao. Ni kwa sababu wamekufa, ni kwa sababu wamegeuka. Alikuwa amewapanda kwa mbegu njema sana, alikuwa amewaamini na kitu kikubwa cha kimbingu, lakini kimeingiwa na corruption, kimeingiwa na uharibifu, kimeingiwa na kitu ambacho kinakura. Na sasa hivi tena hawana ujasiri wa kusema Yesu ni Bwana. Hawana ujasiri wa kusema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Hawana ujasiri kwa sababu wao wenyewe wanajijua ya kwamba ajapo mara ya pili hawatamuona mawinguni. Umegeukaje mama yangu? Umegeukaje dada yangu? Umegeukaje mchungaji mwenzangu? Umegeukaje kijana mwenzangu? Umegeukaje kiongozi? Ulikuwa umeaminiwa na maono makubwa, lakini sasa hivi maono hayatabiriki tena kama yatatimia. Rafiki yangu, ni wakati wa kwanza kuangalia sana ulipoanguka. Ni wakati wa kwanza kuangalia wakati ambapo ulizingua, wakati ambapo Mungu ni Mungu ambaye akipiga anaponya pia. Uenda kwa Mungu ni Mungu ambaye anamrudi mwanae. Ndio maana ukirudi kwa baba anakukumbatia. Ndio maana unafahamu habari za mwana mpotevu. Alikuwa amegeuka na yeye kama wewe. Alikuwa amesema mama sitaki tena kuambatana na baba, naenda zangu kama wewe unavyosema. Unasema mambo ya Mungu siyataki. Naona sielewi uchumi, sielewi huduma. Akaenda akachukua vitu vyake. Lakini aliporudi kwa Bwana akampokea, akamfanyika sherehe na akamgeuza kama mtu mwingine. Mungu ni Mungu ambaye ajapomkemea lakini atamrudi. Umegeukaje bwasi? Ni wito unaosema rudi nyumbani. Anasema nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, nami ninaenda kwa baba ili nilipo nanyi muwepo. Anasema muaminini Mungu. Kama mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Muamini Yesu, rudi tena nyumbani. Urudi tena kwenye maono yako. Urudi tena kwenye safu yako, tuanze kuvipiga vita vya imani. Rafiki yangu, hauwezi kaishia chini. Hauwezi kaishia wa kawaida. Hauwezi kaishia kutia aibu. Hauwezi ukawa miongoni mwa watu ambao mna historia ya kutembea na Mungu lakini bado mnaishi. Wapo wengi ambao walitembea na Mungu, akina Smith Wigglesworth, akina Benson Idahosa, wana historia nzuri. Akina Dr. Miles wana historia nzuri, lakini hawapo tena duniani. Wewe bado una mwili, una nafasi ya kutengeneza historia. Wake up, let us go. Inuka na umwambie shetani, usifurahi juu yangu ya adui yangu, niangukapo nitainuka tena. Ni wakati wa kuinuka tena, ni wakati wa kukimbia tena. Usikubali hayo makovu machache yakatishe safari yako. Anasema ni wapo gizani, Bwana atakuwa nuru yangu. Haleluya! Ni wakati wa tumaini jipya, ni wakati wa nguvu mpya. Wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Nguvu imeingia ndani yako. Inuka sasa tuweze kukimbia mbio za hatima. Awamu hii utakimbia, hautachoka. Utatembea, hautachoka. Na naamuru kwa jina la Yesu, mbawa za rohoni zianze kuota ili uweze kupaa. Watapaa juu kwa mbawa kama tai. Upae juu kwa mbawa kama tai. Kama umepata ujumbe huu, chukua namba yangu tuwasiliane. Natamani niombe na wewe kwa habari ya kile kitu ambacho Mungu alikuamini, lakini sasa umeshatoka kwenye barabara. Namba yangu ni 0655776787. Na kushukuru sana, asante. Endelea kufuatilia mafundisho, utageuzwa na kuwa shujaa wa nyakati hizi ambaye hatapuuzwa na alama zake hazitafutika milele yote katika jina la Yesu. Ni nyakati zako kuacha alama mbinguni na alama duniani, kama ilivyokuwa mfalme Nebukadreza, ambapo ukuu wake ulikuwa mbinguni, ulifika mpaka mbinguni, lakini pia akaenea mpaka ulimwengu wote. Wewe ni aina ya huyo mfalme katika jina la Yesu, hautapuuzwa. Shalom. Umegeukaje basi? Angalia sana ulipoanguka.
upate kupatengeneza. Asante sana, Mungu akubariki.